Mtihani wa kitaifa kwa wanafunzi wa darasa la 8 anatarajiwa kutangazwa wakati wowote, na kama sio leo, wakati wowote wiki hii. Mwaka uliopita matokeo hayo yalitolewa tarehe 21 mwezi Novemba, na matarajio ya wengi ni kuwa yatatolewa vivyo hivyo mwaka huu. Tunajiunga na mwandishi wetu Elvis Kosgei ambaye anafuatilia taarifa hii ya kutangazwa kwa matokeo ya KCPE. Elvis, duru katika Wizara ya Elimu zinasema nini kuhusu matokeo ya KCPE? Naam, wanasema kwamba penye moshi pana moto, na pameibuka ishara tu ya kuainisha kwamba huenda mtihani wa kitaifa wa mwaka 2019 basi haitachelea sana, manake tayari tunaambiwa kwamba lile baraza la elimu tayari limekamilisha. Itabainika kwamba tukianzia mwaka 2017, 2018 na 2019 tumeona kwamba matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCPE umekuwa ukitolewa kwa wakati. Nakumbuka kwamba mnamo mwaka 2017 mtihani wa KCPE ulitangazwa Novemba tarehe 19. Mwaka uliopita tuliona kwamba ilikuwa Novemba tarehe 21, na hii leo tukizingatia kwamba ni Novemba tarehe 18, basi ina maana kwamba huenda haitapita siku ya Jumatano, manake ndio mwiko ambao hivi sasa tumeona kwamba pana zile mashini za kiteknolojia ambayo imesaidia pakubwa katika kusahisha mtihani wa KCPE. Itabainika kwamba wale wasahishaji pamoja na wale ambao walijumuika kwenye mchakato mzima wa kuainisha walikuwa 6,440. Inabainika kwamba mwaka 2019 wanafunzi 1,088,000 walifanya mtihani wa mwaka huu. Kwa hiyo kupitia teknolojia, kupitia msasa ambao unahitajika, basi huenda wiki hii ama juma hili halitakamilika pasipo labda matokeo yale kutolewa. Alikadhalika, labda cha muhimu hasa kwenye tathmini rasmi, wakati baraza la elimu linakamilisha mtihani wenyewe ama wakati unakamilisha ule uainishaji na ule usahishaji, basi baraza lenyewe pamoja na maafisa hasa katika sekta ya elimu mara nyingi ama aghalabu wanatakikaniwa labda kukutana na rais, kumpa tathmini, wampe ni yapi ambayo yalijiri hasa katika kipindi kizima cha mtihani. Basi huenda mtihani huu ambao wengi wametarajia labda itatathminiwa hasa na ile ratiba ya rais. Haijajulikana rasmi kama tayari waziri wa elimu George Magoha pamoja na baraza zima la elimu basi wamekutana naye rais. Endapo basi wamekutana na rais na wamempa tathmini, changamoto ambazo zilikuwepo, ni yapi ambayo waliona yalikuwa yenye ufanisi, basi huenda ikasaidia pakubwa katika kutoa labda yale matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2019. Alikadhalika pamekuwa na sera mpya, hasa utabainika kwamba hasa katika sekta elimu imebainika kwamba hakuna mwanafunzi ambaye atarudia hasa endapo kama alifeli. Manake wamesema kwamba 100% ya wanafunzi ambao waliufanya mtihani basi wataenda katika shule za sekondari. Itabainika kwamba George Magoha ambaye ni waziri wa elimu, kipindi walikuwa labda wanafunzi wanajiandaa kwenye mtihani, aliweza kutoa kauli kwamba wazazi watapata matokeo ya wanao kabla siku ya Krismasi. Kwa hiyo huenda mwezi huu ambao ni mwezi wa Novemba, juma hili ambalo wengi wamelisubiria kwa hamu na hamu, basi mtihani wenyewe ukatolewa bila kuwa na hatihati yoyote. Itabainika kwamba kwa wale wanafunzi ambao walifanya mtihani wenyewe hasa 1,188,000, basi wengi wao walionekana kuwajibishwa pakubwa. Visa vya udanganyifu kwa kiwango moja ama nyingine, tuliona kwamba tayari maafisa zaidi ya 2,000 hasa katika kila kaunti ndogo waliweza kujumuisha, kukaa ange na kupiga msasa kuhakikisha kwamba mtihani wenyewe unakwenda bila kuwa na hatihati yoyote. Itabainika kwamba kipindi hiki wakati wa mtihani wa KCPE palikuwepo na labda ile mvua ya harika, ambayo kuna maeneo ambayo tuliona kwamba yalishuhudia hizi changamoto, lakini tuliona serikali kupitia Wizara ya Elimu basi ilitumia mbinu madhubuti, ambapo ni chombo ambacho kilisaidia pakubwa katika kuwasilisha baadhi za karatasi katika vituo vya elimu. Alikadhalika tumeweza kuzungumza na wadau katika sekta elimu, na wanasema kwamba ile karatasi ya insha pamoja na ile ya composition ilikamilika
kusahihishwa na kuainishwa mnamo Alhamisi. Itabainika kwamba zile karatasi nyingine basi zinapitia mashine, lakini ile ya insha na composition basi inataka ule uwezo wa wale wasahishaji na walimu ambao ni 6440 basi ambao waliweza kujumuika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mambo ni kangaja, huenda yakaja basi juma hili. Tunaambiwa kwamba huenda Waziri wa Elimu George Magoha basi akatangaza mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka 2019. Pengine tunapokuwa kwenye kipindi hiki cha tegea, kwa vyovyote vile umetangamana na baadhi ya wanafunzi wanaosubiri kwa hamu na gamu matokeo haya, na matarajio yao ni yapi? Naam, kwa kweli nimetangamana tu na baadhi ya wanafunzi hasa katika kaunti hii ya Uasin Gishu, na kama wanavyosema Waswahili kwamba ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Kwa hiyo wengi ambao walitia chudi, wengi ambao walitia bidii za mchwa hasa kuhakikisha wanaibuka kidedea masomoni, wanaimani kwamba watafanya vema. Kuna wengine walihisi palikuwa na chenga nyingi, hasa jinsi watahini walivyoweza kuwasilisha baadhi ya maswali, lakini wengine wanaimani kwamba huenda watafanya vyema. Lakini labda tukilinganisha mwaka huu na mwaka uliopita, licha ya kwamba mwaka jana hapakuwepo na mvua nyingi, hapakuwepo na changamoto nyingi ambazo ziliweza kushuhudiwa, itabainika kwamba katika mwaka huu tuliona kwamba shule moja hasa katika kaunti ya Nairobi iliweza kupata ile janga ambalo liliathiri wanafunzi wa shule moja kule Nairobi. Kwa hiyo changamoto ambazo zimekuwepo mwaka huu ni nyingi, hasa tukilinganisha na mwaka jana, lakini hatujui kwamba kama itaenda ama itaathiri hasa matokeo ya mtihani. Lakini kama wanavyosema Swahili kwamba zito fuatwa na jepesi, basi huenda changamoto hizi zikaenda kuwatia makali zaidi wanafunzi na kufanya vema hasa katika mtihani wa mwaka huu. Kwa taarifa hiyo, bila shaka mtazamaji, hapa studioni sisi tunasubiri vile vile kuona iwapo matokeo haya ya mtihani wa KCPE yatakuwa